Jambo la kwanza ni kudumisha amani. Sisi viongozi wa dini wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania tunatoa tamko hili kuhamasisha wananchi wote kwa ujumla wake kushiriki kamilifu na kwa amani katika uchaguzi mkuu utakaofanyika katika nchi yetu ya Tanzania tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025. Lakini pia wafanye maamuzi ya busara na ya haki kwa kuchagua viongozi wanaoamini watawatumikia kwa uadilifu, wakitambua kwamba kura ni haki yetu, kulinda amani ni wajibu wetu. Pia amani ni msingi wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi na kiroho pia. Hivyo tunakumbusha wananchi wote kwamba tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa na chanzo cha chuki au migawanyiko. Maandamano na vurugu siku na baada ya uchaguzi visipewe nafasi, kwa sababu amani ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tusichezee katika nchi yetu ya Tanzania. Viongozi vivyo hivyo tunawasihi viongozi wa vyama vya siasa waonyeshe mfano wa uvumilivu na hata kuheshimiana katika kampeni zao kuelekea uchaguzi mkuu. Jambo lingine ni wito kwa viongozi na tume ya uchaguzi. Tunatoa rai kwamba tume huru ya uchaguzi au INEC kuhakikisha kwamba uchaguzi unatakiwa uwe huru, wa haki na wa kuaminika. Pia tunaomba vyombo vya usalama, ulinzi na usalama kuzingatia utu, sheria na haki za binadamu wakati wa kutekeleza majukumu yao. Lakini pia viongozi wa kisiasa kuongoza kampeni zao kwa amani, sera na hoja za kistaarabu. Tatu ni maombi na baraka kwa taifa. Katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, sisi kama viongozi wa dini kutoka nyanda za juu kusini tuendelea kuiombea nchi yetu iendelee kuwa na utulivu, mshikamano, upendo. Pia tunasihi waumini wetu wote wa dini mbalimbali na wananchi wote kwa ujumla wajikite sana katika maombi, sala na dua kwa ajili ya taifa. Wakemee kila aina ya uchochezi, ubaguzi, uhasama na vurugu za aina yoyote. Hitimisho, kwa pamoja tuchague viongozi wanaotufaa. Kwa pamoja tuilinde amani yetu kwa gharama yoyote. Kwa pamoja tushiriki katika kujenga Tanzania yenye haki, usawa na maendeleo kwa wote. Tutambue kwamba herufi moja ya kura yako inaweza kuandika historia ya taifa letu la Tanzania. Nchi yetu takriban 70% ya Watanzania ni watoto na vijana. Hivyo jamani, tujitahidi sana kufanya kazi ya ziada kuona kwamba hao wenzetu ambao ndio wengi katika nchi yetu basi hawapotoki, hawaendi katika njia au namna ambayo ni ya kuathiri taifa letu. Na wale wabaya wa taifa letu mara zote, kwa kujua wingi wa raia wa Tanzania kuwa ni vijana na watoto, basi wanaelekea huko kuwagharibu fikra zao na miono yao watoto wetu. Kwa hiyo kama sisi tunapenda amani, tunataka utulivu, tunataka vizazi vyetu viishi salama, vizazi vyetu viwe katika hali nzuri na sio maadili mabovu, basi tulinde amani na tutie msitizo katika amani. Tujitahidi kuwaongoza vijana wetu katika njia iliyokuwa sahihi na nzuri. Neno moja tu, kama viongozi wa dini tuongeze muda katika nyumba zetu za ibada kuliombea hili ili lipite kwa amani. Nawasihi sana Watanzania wenzangu, nawasihi sana viongozi wa dini na waumini wetu wote wa dini zetu mbalimbali, tuwe na ukomavu kama ambavyo tumekuwa na ukomavu kwa miaka yote, ukomavu wa kisiasa. Kwamba mnaweza mkaona ni sifa kwamba watu wanagombana ndio maana wamekomaa kisiasa. Sio kweli. Na kuna watu wana thrive kwenye shida. Yaani kuna watu chakula chao, shibe yao ni fujo. Anatamani tu kuwe na mbona hatupati mtikisiko wa kutosha?
anatamani kuwa na mtikisiko. Hatuwezi kuishi namna hiyo. Tuendelee kutenda haki. Watanzania wote tutende haki. Watumishi wa Mungu makanisani, misikitini, tutende haki. Haki ni kichocheo cha amani. Tenda haki nyumbani, tenda haki kwenye mtaa wako, tenda haki kazini kwako. Wengine ni watumishi serikalini na huko wanatumika kanisani. Tenda haki, amani itatawala. Lakini haki ikiondoka, tutapata shida.